Shukrani sana. Kwa hiyo maoni yako unazungumzia sasa kuhusiana na baadhi ya viongozi wa serikali ni muhimu kukaa upande wao, kuacha bodi ya ligi ifanye kazi yao na wao wafanye mambo ya kiserikali. Kwa sababu changamoto kubwa iliyopo kwenye ligi yetu, unajua siku zote kwenye kitu chochote au taasisi yote usipofuata kanuni, baadaye ndio vinakuja kutokea vitu kama hivi. Kwa sababu ukiangalia ligi kwa sasa hivi Tanzania tunasema ni ligi ya 4 kwa ubora. Lakini kwa upande wangu ligi ya Tanzania I deserve kuwa miongoni mwa ligi 4 bora barani Afrika. Kwa sababu gani? Kuna mambo mbalimbali ambayo yanajitokeza, makandokano mbalimbali ambayo yanaendelea kuitia dosari ligi yetu. Kwa mfano, sikutegemea kiongozi wa serikali kwenda uwanjani kuwazuia Simba kufanya mazoezi au kufunga mageti, kwa sababu yeye huyo kiongozi wa serikali ana haki. Na kwenye kanuni inaonyesha kwamba wenye haki watu ambao wanamiliki uwanja ni timu mwenyeji, na timu mwenyeji kwenye ule mchezo na alikuwa ni Young Africans. Ninajiuliza sasa, napata mashaka na ninajiuliza, je, huyo kiongozi wa bodi ya ligi ambaye huyo kiongozi wa serikali ambaye alienda uwanjani na kuwazuia Simba kufanya mazoezi, alikuwa na lengo gani na nia yake ilikuwa ni ipi? Kwa hiyo ningependa kupendekeza haya mambo ambayo yanaendelea ningependa yaachwe, kwa sababu jinsi ambavyo tunaendelea kuvifanya hivi vitendo vya ovyo, tunaichafua ligi yetu, na vile vile ligi yetu inashuka thamani. Mashirikisho mbalimbali ya mpira wa miguu nchi mbalimbali, kwa sababu wachezaji wakubwa tunaona quality players kutoka nje wanaitazama ligi yetu kama ni ligi ambayo wanaweza kutoka. Tunaona kina Fiston Mayele wanakuja hapa, wanapambana, hatimaye wanatoka wanaenda kwenye vilabu vingine. Kwa hiyo kwa upande wangu ningekuwa napendekeza kwamba hivi vitendo ambavyo vinaendelea kufanyika viachwe mara moja, kwa sababu vinaendelea kuichafua ligi yetu. Kitu kingine ambacho ningependa kukazia ni juu ya haya matukio ambayo tunaendelea kuyafanya, kwa sababu ukiangalia haya matukio yanatokana na kutofuata kanuni. Ni matukio wapi ambayo yanaendelea kufanyika? Kama kuahirisha mchezo bila kanuni, kwa sababu kanuni inaeleza, kanuni ya 31 inasema kwamba timu yoyote ambayo haitohudhuria mchezo ina haki ya kukatwa alama 3 kwenye mchezo, inapewa ile timu ambayo imehudhuria mchezo. Tumeona sio mara moja matukio kama yanajitokeza. Msimu kadhaa nyuma vile vile bodi ya ligi nao walibadilisha muda wa mchezo. Mchezo ulipangwa uchezwe saa 10, lakini bodi ya ligi baadaye wakabadilisha, wakasema mchezo utachezwa saa 1. Simba wamefika uwanjani, marefa wamefika uwanjani, taratibu zote za mchezo zimefuatwa, lakini Young Africans wakufanikiwa kufika uwanjani. Wakatumia busara tu, au kutumia kanuni. Vile vile hata safari, kwa sababu ninachokiona mimi, naona kama bodi ya ligi wanaweka balance baina ya vilabu viwili, Simba na Yanga. Hawataki hivi vilabu viwili, timu moja hapo ionekane kama imeonewa. Kwa mfano mzuri ni msimu kwenye ligi ya Misri, kwa Al Ahly waligomea mchezo dhidi ya Zamalek, wakidai ya kwamba refa ambaye amepangwa kwenye mchezo huo ni hawamhitaji achezeshe mchezo wao. Lakini shirikisho la mpira wa miguu Misri linaitwa Egypt Premier League EPL walisimamia kanuni, kwa sababu waliwapa Zamalek alama 3 na magoli 3. Kwa hiyo inatakiwa tufike wakati tusimamie kanuni. Mchezo umeshapangwa kwamba mchezo unatakiwa upigwe tarehe 15. Kwa hiyo kwa upande wangu ningependa kupendekeza kwamba tarehe mchezo imeshapangwa, timu zinatakiwa zifike uwanjani. Endapo timu yoyote ambayo itafanikiwa kuingia kuhudhuria mchezo elimu alama 15, inyolewa alama 15, kwa sababu hakuna faida yoyote ya kulea ujinga, kwa sababu mambo ambayo yanaendelea kufanyika kwenye ligi yetu, kwa upande wangu naweza kusema, kwa sababu kusema ni ujinga. Kwa mfano mzuri, angalia ligi nyingine, ligi ya Congo DRC. Ukiangalia kwenye ranki kwenye ranki ambazo wamezitoa taasisi ya takwimu IFHS, inaonyesha kwamba ligi yetu ni ligi ya 4 kwa ubora. Lakini mambo ambayo yanaendelea, kwangu mimi sidhani kama ligi yetu ina deserve kuwa kwenye hiyo nafasi. Mfano ligi kama ya Ghana, mfano wana vitu vingi sana ambavyo tunahitaji kujifunza kwao, kwa sababu sisi kitu ambacho tunakikosa viongozi wetu ambao waliopo
ambao wanaosimamia mpira wetu kiwemo shirikisho la mpira wa miguu TFF ambalo linaongozwa na Rais Wallace Karia, vile vile bodi ya ligi ile ambalo linaongozwa na Stephen Mguto linashindwa kufuata kanuni. Kanuni inasema kwamba timu yoyote ambayo itahudhuria uwanjani elimu akatwe pointi 3 na akatwe alama 15, lakini busara ndo zinatumika ambazo hadi leo ambazo zinapelekea malalamiko ambayo yanaendelea kwenye ligi yetu na kuichafua ligi yetu.